Asubuhi saa 11 asubuhi. Nilikuwa ngapita njiani sehemu nikakuta nazi zimewekwa. Wakati nazi zimewekwa nikaanza kuziokota nazi. Lakini ziko nje ya fence yenyewe ni ya wavu. Afu ndani kuna mambwa. Mambwa hapo mambwa kama 10 vinavyoona. Nikawa nakuta nazi mambwa kana nipigia kelele. Mambwa anipigia kelele lakini nakusanya nazi zangu shamaliza kusanya nazi nikata kwenye shati. Nikawa naondoka sasa akaja Hassan Mwakinyo, yuko na kijana wake wa kazi. Alipokuja kijana wake wa kazi pale, wakaniuliza wewe vipi? Nikamwambia poa. Akaniuliza nazi umepata wapi? Nikamwambia nazi nimeziokota pale. Akaniambia basi umeyakanyaga. Nikamwambia umeyakanyaga vipi? Nakati mimi nimeokota. Akaniambia mwisho kwanza basi. Sasa mimi nikamfuata, kwa sababu sikumkimbia kwa sababu nilikuwa sio mwizi. Nikamfuata, alipofika pale akanishika tai, akanipiga akaanza kunigonga kichwani kwanza na kishoka. Hapo kamaliza akanipiga mitama, akaniburuza akaniingiza ndani kwake. Aliponiingiza ndani kwake kule kuna mwanamke, sijui mwanamke wake labda itakuwa labda mwanamke wake. Akawa anamzuia, anambia sana hicho kitendo sasa ukifanya ndani kwangu sitaki kabisa. Hiki kitendo ukifanya ndani kwangu. Akawa hajamsikia. Ikawa msikilize yule mwanamke. Akamwagizia kijana wake wa kazi, akamwambia bwana kalete kisu, akaita kuleta kisu. Akaanza kunifanyaje kunikata mguu. Aliponikata mguu akanivua nguo. Aliponivua nguo akafukulia mambwa 6. Nikapo mambwa ndo akaanza kunishambulia kama hivyo mnavyoona. Naam, hii ni moja kati ya story ambayo imeshika vichwa vikubwa sana vya habari nchini Tanzania, na ni story ya kuhuzunisha by the way, ambayo inamhusu bondia maarufu nchini Tanzania wa ngumi za kulipwa, na mzungumzia Hassan Mwakinyo ambaye anatuhumiwa kwa kesi nzito kabisa ya kujeruhi kijana kwa kisu pamoja na mbwa wakali. Sasa story kama inavyojieleza hapo, huyu kijana anasema yeye kwamba alikuwa asubuhi alfajiri majira ya saa 12 akiwa anaenda kwenye mihangaiko yake, baadaye akawa amepita pembezoni mwa fence ya nyumba ambayo anakaa Hassan Mwakinyo huko mkoani Tanga. Sasa kilichotokea ni kwamba baada ya zile nazi ambazo yeye aliziona ni kama zipo chini kwa madai yake, akasema kwamba amezifuata na baadaye akazikusanya ili kuondoka nazo. Baadaye ndo Hassan Mwakinyo akawa amefika pale na kijana wake wa kazi. Kilichotokea ndo kama ambavyo ameelezea hapo. Tumeona kuna picha ambazo kimsingi zinasambaa so nzuri, so picha ambazo kimsingi hata ikitokea umekutana na mtu kama hiyo, basi kitu ambacho utamfanyia ni kibaya sana. Sasa kwa namna ambavyo comment ni nyingi sasa hivi, lakini pia the way ambavyo kila mtu anaongea la kwake, inavyoonyesha ni kwamba Hassan Mwakinyo alikusudia kabisa kumuua huyu kijana kwa kile ambacho kimeelezwa hapo. Kwanza kabisa amemfanyia kitendo cha kinyama sana, lakini pia amemfanyia kitendo ambacho huenda ni kinyume na maadili ya Kitanzania, kwa sababu amejichukulia pia sheria mkononi, ameenda kinyume na sheria ya Tanzania inavyosema. Lakini pia swala linapokuja kwamba mtu au utu wa binadamu unatakiwa kuhifadhiwa na kuheshimiwa kwa ukubwa, lakini inapokuja swala kama hili unakuwa unamfanyia binadamu mwenzio kitendo kama hichi cha kinyama, basi limetafsiriwa na watu wengine ni kwamba Hassan Mwakinyo huenda katika namna moja au nyingine, basi kwa hichi ambacho amekifanya anastahili adhabu pia kama sheria na kanuni za nchi yetu zinavyosema. Sasa ukiwa unapita kwenye mitandao ya kijamii, hii ni story kubwa sana, imeshika vichwa vikubwa vya habari. Lakini pia tumeona moja kati ya mtu ambaye ameshare ni Juma Lokole, pia alitupa ufafanuzi kwa ufupi kwamba story kama hii imetokea huko mkoani Tanga, ambapo ni nyumbani kwa bondia Hassan Mwakinyo, na kilichotokea ni kwamba Hassan Mwakinyo mpaka sasa hivi anashikiliwa na jeshi la polisi, na baadaye kuna taratibu ambazo zinafanyika ili sheria ifuate mkondo wake. Na tumeona baadhi ya vyombo vya habari pia vimechukua jitihada kuhakikisha kwamba wanawasiliana na kamanda wa polisi mkoani Tanga kuhusiana na hii taarifa, na baadaye tumeona kwamba kamanda amesema kwamba atatoa ufafanuzi hapo baadaye. Sasa ukiwa unafuatilia, watu wengi ni kama wapo upande wa huyu kijana. Wengi wao wanasema kwamba huenda kijana katika namna moja au nyingine, hata kama aliiba, lakini hakustahili kupata hii adhabu ambayo ameipata, kwa sababu ni kwamba kama kwa mujibu ambavyo wanaelezea ni kwamba alipigwa kwanza, amegongwa na kishoka kichwani, by then pia amevuliwa nguo, amekatwa na kisu miguuni, baadaye akaja akaachiwa mbwa 6 wakawa wanamshambulia mpaka ndani ya masali moja. Na baadaye tukaona pia mwenyekiti wa kijiji akaja pia babake mzazi wa huyu kijana, na baadaye wakampeleka hospitali kijana akiwa yuko hoi taabani. Na taarifa zinavyoeleza ni kwamba kipindi ameenda hospitali, baadaye tukaona wakawa wanafanya namna ambavyo pia wanaweza kumkamata mhusika, na sasa hivi mhusika yupo mikononi mwa jeshi la polisi ili
kufuata taratibu zingine ambavyo zitaendelea. Lakini mimi kama mmoja kati ya mtu pia ambaye anafuatilia sana haya mambo mabaya ambayo yanatokea kwenye mitandao, tumeona kesi kadhaa zimekuwa zikiripotiwa kuhusiana na wizi wa mitandao, wizi ambao unatokea sehemu mbalimbali, na baadaye tumeona kuna watu wanaadhibiwa kwa namna ambavyo wanaadhibiwa huko. Lakini kwa hichi ambacho kimetokea mpaka sasa hivi hatuna uhakika, huenda huyu kijana kweli ni mwizi, alikuwa amekusudia kuiba, au kama yeye anavyosema kwamba alikuwa anaenda kwenye harakati zake za kila siku na yeye ndo akakutana na hichi ambacho amekutana nacho hapa. Sasa comment ni nyingi sana, yani comment za watu ambao wamekuwa wakitoa maoni yao kulingana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi ni nyingi sana. Wengi wao wanasema kwamba huenda Hassan Mwakinyo alikuwa amekusudia kabisa kuondoa uhai wa huyu kijana, lakini pia tumeona watu wengine wamesema kwamba kwa hichi ambacho amekifanya huenda ni kukomesha tabia za wizi ambazo huenda zimekithiri kwenye maeneo tofauti tofauti nchini Tanzania. Sasa hapa nimepitia baadhi ya watu pia tumeona wamekuwa wakisema kwamba taarifa wanasubiri taarifa kutoka vyanzo husika ambavyo ni serikali, jeshi la polisi ikiwa bado limemshikilia Hassan Mwakinyo. Mpaka sasa hivi haijatoka taarifa rasmi. Sasa huyu kijana anafahamika kwa jina la Musa Ali ambaye ni mkazi wa Sahale jijini Tanga. Amemtuhumu Mwakinyo bana, ambaye ni bondia maarufu of course nchini Tanzania, ambaye ni mshindi pia wa mkanda wa WHO barani Afrika, kama bondia ambaye kimsingi amefanya pia mapinduzi makubwa sana wa mchezo wa boxing hapa nchini Tanzania. Na sisi kama Watanzania pia siku zote tumekuwa tukijivunia kwa namna ambavyo wanatuwakilisha vizuri kwenye mataifa mengine nje ya Tanzania. Sasa kwa hichi ambacho kimetokea katika namna moja au nyingine, watu wengine wamekitafsiri ni kama kitampunguzia credit pia kwenye nafasi ya ile ambayo Watanzania wamempa. Lakini pia kwa hichi ambacho kimetokea katika namna moja au nyingine ni kama ule ubinadamu amekosa. Sasa tumekuwa tumeona matukio kama haya yakitokea sehemu mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukiona vitu kama hivi vimekuwa vikitokea pia kwenye tafrija tofauti tofauti, kwa sababu juzi pia tumeona msanii maarufu kutoka hapa nchini Tanzania, na mzungumzia Lulu Diva, alikuwa kwenye hafla fulani hapa jijini Dar es Salaam, na tukaona baadaye akaibiwa simu na taratibu zikafuatwa. Mpaka sasa hivi hatujajua simu yake imepatikana au vipi. Sasa matukio kama haya yanapokuwa yanatokea yakihusisha matukio ya wizi kwa watu maarufu, by the way, mtu maarufu unapokuwa labda unachukua sheria mkononi na wewe unaelewa taratibu na sheria ambazo unatakiwa uzifuate, kama serikali yetu inavyosema, unapokuwa umembaini mwizi, basi namna ambavyo unaweza ukaifanya for the first time, unatakiwa ufuate sheria, namna ambavyo sheria yenyewe itamwadhibu huyo mtu. Sasa unapokuwa unachukua sheria mkononi na kumtengenezea mazingira ambayo kimsingi yameleta sintofahamu kwa watu wengine wanakuzunguka, lakini pia hata kwa mashabiki wako wengi wamekuwa na hofu pia, huenda ulikuwa na nia mbaya sana na huyu kijana. Sasa sisi kama Bongo East tutaendelea kukujuza kwa kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa, lakini pia hakisha tu unaikumbatia Bongo East kwa kusubscribe hapo chini, lakini pia una drop comment yako kutoa maoni yako kulingana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi. Lakini pia usahau kutufollow kwenye kurasa zingine zote za kijamii. Tunatumia jina moja tu la Bongo East. Kule Facebook tunatumia Bongo East, lakini pia Instagram tunatumia Bongo East, Twitter pia tunatumia Bongo East. Ukitufuata kule pia utakuwa umetisha kinoma noma.